Hivi imewahi kukutokea unakaa chini kufanya kazi au kusoma, lakini dakika 5 baadaye unajikuta umeshika simu, una scroll Instagram au TikTok na hata hukumbuki ulikuwa unataka kufanya nini? Au labda unasoma ukurasa mmoja wa kitabu mara 3 na bado huelewi kilichoandikwa? Sikiliza, hauko peke yako. Na mbaya zaidi, ulimwengu wa sasa umetengenezwa kuharibu uwezo wako wa kuzingatia na kupunguza uwezo wa ubongo wako kufanya kazi kwa ufanisi. Lakini vipi nikikwambia kuwa kuna swichi maalum kwenye ubongo wako ambayo wanasayansi wameigundua, ambayo ukijua jinsi ya kuiwasha, unaweza kujifunza kitu chochote mara 2 zaidi ya haraka na kuondoa kabisa ukungu wa akili, brain fog. Leo sitakupa zile njia za kawaida za kunywa maji mengi, hapana. Leo tunaenda deep kwenye neuroscience. Nitakuonyesha mbinu 7 zilizothibitishwa kisayansi zitakazobadilisha jinsi ubongo wako unavyofanya kazi physically. Na hakikisha unabaki mpaka mwisho, kwa sababu njia ya 7 ndiyo silaha ya siri inayotumiwa na watu wenye IQ kubwa duniani kama Elon Musk na Bill Gates. Na ni kitu ambacho unaweza kuanza kukifanya sekunde hii unayotazama video hii ili kuamsha super kompyuta iliyo kichwani mwako. Kabla hatujaingia kwenye maabara yetu ya ubongo, bonyeza hiyo button ya subscribe na uwashe kengele. Lengo letu ni kujenga jamii ya watu wenye akili na ufanisi wa hali ya juu hapa Tanzania na Afrika Mashariki. Tayari? Asante. Twende kazi. Njia ya kwanza, neuroplasticity and the struggle. Kujifunza kwa tabu. Kwa lugha rahisi, ubongo wako sio plastiki ngumu, ni kama udongo wa mfinyanzi. Unaweza kubadilika. Watu wengi wanafikiri njia ya kuongeza akili ni kufanya vitu wanavyoviweza kwa urahisi. Sayansi inakataa. Watafiti kutoka Stanford wanasema ili kuongeza uwezo wa akili, lazima uhisi kuchanganyikiwa. Unapojaribu kujifunza kitu kipya, labda lugha mpya, kupiga gitaa au coding, na ukakwama, ukahisi hasira kwamba mbona sielewi? Hapo ndipo kemikali 2 muhimu, acetylcholine na epinephrine, zinapomwagika kwenye ubongo wako. Hizi kemikali zina kazi ya kuashiria eneo la ubongo linalohitaji kubadilika. Kubali the struggle. Usikimbie vitu vigumu. Ukiona unasoma kitu na kinaingia kirahisi, haujifunzi sana. Ili kuongeza processing speed ya ubongo wako, tenga dakika 20 kila siku kufanya kitu ambacho hukiwezi. Hii inalazimisha neurons mpya kuungana. Ukiona unaumia kichwa kidogo kwa kufikiria, furahi, kwa sababu ndio wakati ubongo wako unakuwa mkubwa na imara zaidi. Njia ya pili, BDNF na mazoezi ya high intensity. Tumezoea kusikia mazoezi ni kwa ajili ya kupunguza kitambi au kujenga misuli, lakini neuroscience inatuambia mazoezi ni muhimu zaidi kwa ubongo kuliko mwili. Kuna protini inaitwa BDNF, Brain Derived Neurotrophic Factor. Wanasayansi wanaita Miracle Grow for the Brain au mbolea ya ubongo. Kazi ya BDNF ni kukuza seli mpya za ubongo na kulinda zile zilizopo zisife. Sasa unaipataje hii BDNF? Haipatikani kwenye vidonge famasi. Inapatikana kwa kupandisha mapigo ya moyo wako. Utafiti unaonyesha kuwa mazoezi ya high intensity interval training au kukimbia cardio kwa dakika 20 hadi 30 kunaongeza uzalishaji wa BDNF kwa kiasi kikubwa sana. Hii inaongeza ukubwa wa sehemu ya ubongo inayoitwa hippocampus, ambayo inahusiana na kumbukumbu. Hivyo, kama unataka kuongeza uwezo wa akili haraka, usisome ukiwa umekaa chini siku nzima. Toka nje, kimbia au ruka kamba hadi utoke jasho, kisha rudi kazini. Utashangaa jinsi akili inavyochangamka. Hii sio hisia tu, ni biolojia. Njia ya 3, kufunga kwa muda na ketones. Tuje kwenye mafuta. Gari ya Ferrari haliwezi kwenda kasi ukiliwekea mafuta machafu. Ubongo wako nao ni hivyo. Tatizo la wengi wetu ni insulin spikes au kupanda na kushuka kwa sukari. Unapokula wali mwingi, chapati au sukari asubuhi, unapata nguvu ghafla, lakini baada ya muda mfupi unapata brain fog na kusinzia. Hii ni kwa sababu ubongo unahangaika na mabadiliko ya sukari. Sayansi inapendekeza nini? Intermittent fasting au kufunga kwa muda. Unapokaa muda mrefu bila kula, kwa mfano masaa 16, mwili wako unaishiwa sukari na kuanza kutumia mafuta yaliyohifadhi. Hii inazalisha enari inayoitwa ketones. Ketones ni mafuta safi sana ya ajili ya ubongo, super fuel. Tafiti zinaonyesha kuwa ubongo unaotumia ketones unafanya kazi kwa kasi zaidi, una uwezo mkubwa wa kuzingatia na kulindwa dhidi ya magonjwa ya uzee kama Alzheimer's.
Jaribu kusogeza kifungua chako mbele. Badala ya kula saa 2 asubuhi, kula saa 4 au saa 5. Muda huo wa asubuhi ubongo wako utakuwa mkali kama wembe. Njia ya 4, usingizi na the glymphatic system. Hapa ndipo wengi tunapofeli. Tunajidanganya eti nitalala nikifa au haso hailali. Ukweli mchungu ni kuwa ukikosa usingizi, unajifanya mjinga, literally. Wakati wa mchana, ubongo wako unazalisha uchafu unaoitwa beta amyloid na tau proteins. Huu ni uchafu wa kemikali unaotokana na kufikiria sana. Uchafu huu ukijaa, unazuia mawasiliano kati ya seli za ubongo. Sasa huu uchafu unatoka saa ngapi? Unatoka tu wakati umelala usingizi mzito. Mfumo unaitwa glymphatic system unafunguka na maji ya uti wa mgongo, cerebrospinal fluid, yanaosha ubongo wako kwa kasi na kuondoa sumu zote. Kama hulali masaa 7-8, huo uchafu hautoki. Matokeo yake, kesho yake unakuwa mzito kuelewa, unakasirika hovyo na kumbukumbu inapotea. Hakuna haki ya kuongeza akili inayoweza kushinda usingizi bora. Ipe kipaumbele kulala na utaona tofauti katika uwezo wako wa kutatua matatizo. Njia ya 5, umakini wa kina, deep work versus multitasking. Hii ni kuacha uongo unaoitwa multitasking. Wengi tunajiona wajanja kufanya vitu vitatu kwa mara moja. Sayansi inasema unachofanya ni task switching, na hii inaua uwezo wako wa akili. Kila mara unapoacha kuandika ripoti na kuangalia WhatsApp, kisha kurudi kwenye ripoti, kuna kitu kinaitwa attention residue au mabaki ya umakini. Sehemu ya akili yako inabaki kule WhatsApp. Inakuchukua takriban dakika 23 kurudisha umakini wako kwa 100% kwenye kazi ya awali. Dawa yake ni deep work. Tenga saa 1 au 2 ambazo unazima simu, unajifungia na kufanya kazi moja tu ngumu. Katika hali hii, ubongo unaingia kwenye flow state. Hii ni hali ambayo mawimbi ya ubongo wako yanatulia, alpha na theta waves, na unakuwa na uwezo wa kibinadamu wa hali ya juu. Saa 1 ya deep work ni sawa na masaa 4 ya kazi za kawaida zinazochanganyika na Instagram. Njia ya 6, meditation na mindfulness, gym ya akili. Najua ukisikia meditation unawaza Wamoni kwa Tibet wakiwa wamekaa mapangoni. Lakini sikiliza, makampuni kama Google na Apple wanafundisha wafanyakazi wao meditation. Kwa nini? Utafiti wa Harvard umeonyesha kuwa kufanya meditation kwa dakika 10 tu kila siku kwa wiki 8 kunaongeza unene wa eneo la ubongo linaloitwa prefrontal cortex. Hili ndilo eneo la ubosi. Linahusiana na maamuzi, umakini na kudhibiti hisia. Vilevile, meditation inapunguza ukubwa wa amygdala, sehemu ya ubongo inayohusiana na hofu na wasiwasi. Fikiria meditation kama push-ups za akili. Kila unapojaribu kutuliza mawazo na mawazo yakataja, ukagundua umepotea na kurudisha umakini wako kwenye pumzi yako, hiyo ni repetition moja ya zoezi. Unaufundisha ubongo wako kutotawanyika. Hii inakupa uwezo mkubwa sana wa kuelekeza akili yako pale unapotaka, badala ya kupelekwa na kila notification ya simu. Njia ya 7, the Feynman technique na visualization. Hii ndiyo inayotofautisha watu wenye akili za kawaida na magenius. Inaitwa the Feynman technique, iliyopewa tuzo ya Nobel Richard Feynman. Siri ya kuongeza uwezo wa akili sio kukariri, bali ni kuelewa kwa undani. Mbinu hii inasema, ukijifunza kitu kipya, jaribu kukielezea kama unamfundisha mtu wa miaka 12. Kama huwezi kuelezea mawazo gumu kwa lugha nyepesi, ina maana bado hujalaelewa vizuri. Unapojaribu kukurahisisha, simplicity, unalazimisha ubongo wako kutengeneza njia mpya na imara za kuhifadhi hiyo taarifa. Ongeza na visualization. Kabla hujafanya jambo, lifanyie mazoezi kwenye akili yako, mental rehearsal. Wanamichezo wanafanya hivi. Unapowaza kufanya kitu, ubongo wako unawasha neurons zile zile ambazo zingewaka kama ungekuwa unafanya kweli. Hii ni njia ya mkatoni, hack, ya kuongeza uwezo wako maradufu kabla hata hujagusa kazi yenyewe. Hizo ndizo njia 7 za kisayansi, lakini kumbuka, maarifa bila vitendo ni mzigo. Usiwe mtazamaji tu, buwa mtendaji. Nataka nikupe changamoto moja tu kati ya hizi 7. Iwe ni kulala masaa 8, kufanya deep work au kufunga kwa muda. Na anza nayo leo. Niandikie hapo kwenye comments, ni njia gani unaanza nayo? Nitaanza na deep work au nitaanza na mazoezi? Nitapita kusoma comments zenu na kuwapa moyo. Kama video hii imekupa thamani, tafadhali like ili iwafikie Watanzania wengine zaidi wanaohitaji kubadili maisha yao.